The church has a cardinal responsibility to be the conscience of society, to speak and guide society, and also to criticize government where government ought to be criticized to become better, to pray for government, to advise government, and also to criticize, but not to judge, as you have said. We have had a challenge where some of our church leaders have become judges, have become more of political players. And therefore we sit back and ask ourselves, if the church, instead of praying, guiding, offering positive criticism, becomes political prayers, who then will become the conscience of society? I take this opportunity, my Lord Bishop, to thank you for your words as I plead with all our church leaders to restore the hope that we had in this country from the beginning. That indeed we can nurture, we can mentor those that are behind us and pass on a good baton by being the conscience of society, because that is the work that the Lord has bestowed on the church. Sisi kama wanasiasa, Bishop, mara kwa mara tutasemezana, mimi na Aladwa tutasema maneno ingine mabaya, mengine mazuri, lakini tunawaangalia nyinyi kama viongozi wa makanisa ili mtushauri, mtuelekeze vizuri, lakini mkiingia ukingoni wa siasa, hata watoto ambao tunafaa kuwaelekeza hawatojua tofauti ya mwanasiasa na kiongozi wa kanisa, viongozi wa kanisa wakiingia siasani. Na kama mnasema viongozi wa kisiasa ni waongo, alafu viongozi wa kanisa waingie siasani, sisi wote tutakuwa sawa, si ndio? Kwa hivyo ningeomba tuendelee kufanya kazi pamoja, tushauriane na tusaidiane hata kwa kuwaelimisha Wakenya kwa mambo hasa ambayo ya wanafaidi wa Kenya, kama hayo Bishop umeongelea, ya Universal Health Coverage, ya Taifa Care, ama Social Health Insurance Fund, ambayo manufaa makubwa ni kwa mwananchi wa kawaida.